Machi 2026 ndio siku ambayo kuta za wachawi wote zilibomoka. Gigimani anabadili dini kihalali, anakuwa Muislamu. Anapokea jina la Rauya na anafunga ndoa ya stara. Mama yake mzazi anaingia ukumbini akilia machozi ya furaha na kusema maneno mazito. Mwanangu, sasa amesimama imara, atakuwa mfano bora kwa wanawake wenzake. Hamisa Mobeto anasimama na kumwambia Gigi, wewe ni mwanamke mwenye nguvu, nenda kalinde ndoa yako kwa akili. Kumwita Zawadi, Rauya, uwe kama mimi dada yako. Uwe kama mimi dada yako. Yes, nimeolewa kweli. Watu wengi waliongea sana, kwa hiyo usituangushe. Nikiendelea kuongea kama mimi nitatoa machozi, lakini nakupenda sana na kutakia kila la heri. Yaani Mungu alinde, ajalie kila kizuri kwenye ndoa yenu. Kilele cha darasa hili kiko hapa. Mitandao ilipiga kelele, baadhi ya watu wakasema, huyu mume wake ni mdogo sana kwake, hawezi kukaa kwenye ndoa. Ila Rauya akawajibu kwa mamlaka makubwa, namsaidia mama mkwe kumlea, kwani wewe na kuuma nini? Huu ndio ukomavu wa mwanamke wa thamani. Unapopata mwanaume anayekupa amani na furaha, haupaswi kusikiliza kelele za mawifi, kelele za mtandaoni au kelele za mtu yote asiyejua kipi kinaendelea kwenye maisha yenu. Rauya ameeleza wazi kuwa mume wake sasa hivi ndio baba wa watoto wake, na yule wa zamani abaki kuwa huko kwenye historia. Ameweka mipaka, amejenga ukuta wa chuma kulinda amani ya familia yake mpya. Hivi Maira anapata mdogo lini? Sasa ndio liki sasa utakuntia mimba. Hebu nipe anizae. Mungu ndo anabariki haya mambo. Mimi pia sikupanga Maira nitampata muda ambao nimempata. Na nilitaka kupanga baba anaye yule. Baba mimi mama mimi moja ingwa. Kwa hiyo tulia baba yake Tariki. Tariki akiona Maira akafika umri wa kumletea mdogo wake, mume wangu ataniambia nataka mtoto wa pili. Namzalia. Mwanamke wangu unayetazama video hii, labda umekaa chumbani kwako una vilio vya siri. Labda unaona kama maisha yako yameshaisha kwa sababu ulifanya makosa huko nyuma. Ulizalishwa na kuachwa au ulipoteza mwelekeo. Chukua mambo haya matatu kutoka kwenye safari ya Rauya kama silaha yako ya kuokoa maisha au kufurahia maisha unavyoenda mbele. La kwanza, jana yako haishiki hatamu ya kesho yako. Jamii inaweza kuhukumu kwa yale uliyofanya ukiwa hauna uelewa. Lakini ukiamua leo kusimama na kudai heshima yako, mfumo wa maisha utalazimika kubadilika. Usikubali mwanaume yote ya kunyonya amani kwa ukumbusho